السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا، وشرف به الآباء ملأ الوجود بجوده عدلا، حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله، بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبقرآن كالقمر إذا تلاها، وبسنة كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمات الليل إذا يغشاها. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا وحبيبنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا مع سيدنا محمد في الجنة. Namuomba Allah jalla jalaluhu kama alivyotukusanya hapa katika baiti min buyuti, nyumba miongoni mwa nyumba zake, atukusanye pamoja na kiongozi wetu bwana mtume Muhammad kesho peponi. Watukufu wa Islam, sasa tunasherehekea Maulidi kwa kigezo cha haya gani? Au tunaadhimisha mazazi ya mtume kwa kufuata mwendo upi? Kwa sababu wanaopinga Maulidi husema kwamba halikuwepo jambo hili wakati wa mtume, halikufanywa wakati wa karne tatu bora ambazo mtume anasema khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna. Halikufanyika tena jambo hilo la Maulidi. As-salafu salih wengineo lilikuja kuibuka baadaye kwa mujibu wanapozungumza. Sasa ikiwa ni jambo zuri, kwa nini wasilifanye wale wakati wa mtume? Mnakuja kulifanya nyinyi hapa. Uhalali huo mmetoa wapi? Na kwa kigezo gani? Sisi tunasema sahihi. Kwa hakika Muislamu anavyotakiwa, la yanbaghi lahu an yadkhula fi mas'alatin illa bidalil, wala yanbaghi lahu an yakhruja an mas'alatin au min mas'alatin illa bidalilin kadhalik. Muislamu hatakiwi kuingia katika masala yoyote kuyafanya ila kwa dalili. Muislamu hatakikani pia kuondoka katika mambo, pia anatakiwa awe na dalili zenye kumuondoa pale. Lazima dalili ndizo zinakupeleka na kukurudisha. Ndio maana Imam Shafi akasema mathalu alladhi yatlubu alilma biduni dalil kahatibi laylin alladhi yahmilu hizmatan min alhatab wa fiha af'afat aldagha. Anasema mtu mwenye kutafuta elimu bila ya dalili ni sawa sawa na mtafuta kuni usiku anayechukua zigo la kuni, kisha baadaye akakuta ukuni mmoja umelala umenyoka, akauchukua akauingiza katika kuni zake, kumbe si kuni, ni nyoka yule.
maana unatafuta kuni usiku wala tochi huna. Ndio mtu mwenye kutafuta elimu bila ya dalili. Sasa watu wa maulidi au wanao aid maulidi hawaja kurupuka wakakifanya kitendo hiki, na ndio maana kimechukua wimbi au sawadul a'zam ya watu wengi sana katika ulimwengu. Ikifika katika mwezi wa mfungo 6, zaidi ya 80% ya Waislamu wanaadhimisha kuzaliwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza wingi huu, haiwezekani watu wakawa wanafanya kitu kibaya kiovu cha haramu. Bwana mtume anasema la tajtami ummati ala dalala, umma wangu hauwezi kukusanyika wanachuoni kwa wanachuoni wanalifanya jambo kumbe lile jambo ni upotevu. Mtume anasema umma wangu hauwezi kuwa hivyo. Na wewe unafikiri hafalati al-maulid au ta'dhim al-maulid inafanywa na watu ambao hawana hadhi yoyote katika mafungu ya elimu na sheria? Ulama, kibarul ulama wamezungumza masala hayo na adilla. Sasa sawadul a'zam, yani kundi kubwa kama hilo lote lionekane kwamba linafanya upuzi, jambo ambalo halina thawabu, bali wengine uthubutu wakasema yeyote mwenye kuadhimisha maulidi anapata dhambi, ni haram, yajibu al-inkaru alayhi, ni lazima akatazwe kwa sababu anapata dhambi. Uthubutu wengine kusema maneno hayo. Sasa ikiwa hawa wanaofanya haya maulid wanayafanya kutegemea dalili gani? Ulama wanasema katika Qur'an kuna baadhi ya ayat ambazo zimefanya kueleza talmihi ya mambo yaliyowasukuma wao kumaadhimisha bwana mtume Muhammad. Moja katika aya hizo ni katika suratu Yunus aya ya 58 inayosema kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake. Waambie waambie, naambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Waambie kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema zake, kwa hayo mawili basi na wafurahi. Waache wafurahi kwa vitu viwili hivyo. Huwa hilo la kufurahi kwa rehema ya Mungu na fadhila yake, khairun, ni bora, mimma yajma'un, kuliko mengi wanayoyakusanya katika mambo ya kidunia. Sasa mnapoisoma aya hii atakuuliza anayepinga maulid, na wapi aya hii imesema someni maulidi? Na aya iko sarih, inaeleza, inasema qul bifadlillah, waambie kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, wa birahmatihi, na rehema za Mwenyezi Mungu, fabidhalika falyafrahu, kwa hayo na wafurahi, huwa khairu mimma yajma'un. Itafsiri aya hii, na huna ruhusa mtu ya kutafsiri Qur'ani unavyopenda mwenyewe. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, yeyote atakayesema ndani ya Qur'ani akatafsiri aya kwa rai yake au akasema maneno kwa hawa yake, utashi wake, basi mtume anasema na ajiandae kwenda motoni. Hakuna ruhusa ya mtu kutafsiri maneno ya Mungu anavyopenda mwenyewe. Lakini ulama wa tafsiri wametuambia ukitaka tafsiri safi kabisa ni kutafsiri Qur'ani kwanza kwa Qur'ani yenyewe. Na hivi ndivyo misingi ya tafsiri ya Qur'ani inavyoanza. Qur'ani utafsiriwa na Qur'ani. Ukikosa utaitafsiri Qur'ani kutumia sunna, yani hadithi za bwana mtume. Ukikosa utatafsiri Qur'ani kwa kutumia
kauli za masahaba. Ukikosa utaitafsiri Qur'ani kwa kutumia aqwali ya kibaru sahaba tabi'in, akina Sa'id ibn al-Musayyab, kina Abdullah ibn Jubair, kina Ata ibn Abi Rabah, wanakuja kina Hasan al-Basri, kina Qatada. Hao wote ni watu walioizunguka Qur'an. Lakini kwanza una ruhusa ya kuitafsiri Qur'ani, ila uitafsiri Qur'ani kwa Qur'ani kwanza. Al-Qur'an yufassiru nafsahu binafsihi. Qur'ani inatafsiri, inajitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Sasa anasema fadla ya Mwenyezi Mungu ni kitu gani? Kwa sababu tumemwambia qul bi fadlillah wa bi rahmati. Na rehema ya Mwenyezi Mungu ni kitu gani? Fadla ya Mwenyezi Mungu bila shaka inaingia katika mambo mengi, lakini ukija katika aya ya Qur'an anasema Mwenyezi Mungu wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Mwenyezi Mungu amekufundisha yale ambayo ulikuwa huyajui, na fadla ya Mwenyezi Mungu kwako wewe imekuwa kubwa. Hapa kuna talmii kwamba fadla ya Mwenyezi Mungu ni elimu, japokuwa inaweza kwenda zaidi ya hapo, ikawa ni mambo mengine fadla zake, lakini elimu ni moja katika fadla za Mwenyezi Mungu. Lakini rehema ya Mwenyezi Mungu inatafsiriwa na aya nyingine vile vile inayosema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na hatukukutuma wewe Muhammad ila tumekutuma ukawe rehma kwa kila kiumbe katika dunia hii. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, tumekutuma ukawe rehma kwa kila kiumbe katika dunia hii. Kwa hiyo anaposema Mwenyezi Mungu qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, furahini, sherehekeeni kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Rehema ya Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad, kwa sababu aya imesema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma isipokuwa tumekutuma ukawe rehema kwa watu wote. Na yeye mwenyewe Mtume Muhammad anasema katika hadithi sahihi, innama bu'ithtu rahmatan wa lam ub'ath la'anan, hakika mimi nimeletwa nikawe rehema. Mimi nimeletwa ni rehema, si kuletwa mtukanaji wala mwenye kuwalani watu. Hadithi ya pili Mtume anasema innama ana rahmatun muhdatun, hakika yangu mimi ni rehema iliyopelekwa kwa watu. Yani zaidi ya mahala pamoja Mtume anasisitiza kwamba yeye ni rehema. Innama tena kwa adatu hasr, hakika si lengine, mimi ni rehema. Kwa hiyo unaposema furahini kutokana na rehema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake, ni kumfurahia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mengine yoyote ambayo ni rehema za Mwenyezi Mungu na fadhila za Mwenyezi Mungu. Tena kama haitoshi, katika Qur'an Mwenyezi Mungu ametuhimiza na kutuamrisha tuwaheshimu watu wakubwa na kuwaadhimisha. Katika suratul Hajj aya 30 Mwenyezi Mungu anasema dhalika waman yu'adhim hurumati llah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dhalika, kwa hilo, waman yu'adhim hurumati llah, yeyote mwenye kuadhimisha vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, basi hilo ni bora kwake yeye, khairul lahu 'inda rabbih, mbele ya Mola wake. Nini maana ya vitakatifu hurumatillah? Kule Saudia kuna mwanachuoni mmoja mkubwa anaitwa Muhammad ibn Saleh ibn al-Uthaymeen, anasema aya hii al-hurumatillah ni amakin muhtarama, ni sehemu tukufu, miji mitukufu kama vile Maka na Madina, zama tukufu kama vile mwezi wa Dhulhijja na Muharram na Dhulqa'da na Rajab, ashkhas muhtaramin, na watu watukufu. Sasa utawataja wepi watu watukufu bila kumtaja mtukufu wa daraja Mtume Muhammad? Sasa anasema dhalika wa man yu'adhim hurumatillah,
yeyote mwenye kutukuza hivi vitukuzwa vya Mwenyezi Mungu, fa huwa khairul lahu inda rabbi, hilo ni bora kwake kwa Mola wake, mbele ya Mola wake atapata fadhila kubwa. Ukitukuza miji miwili ya Maka na Madina una fadhila kubwa. Ukitukuza misikiti ambayo tunaitukuza una fadhila kubwa. Ukitukuza msahafu ni Qur'ani una fadhila kubwa. Ukitukuza amakini ambazo zimetukuzwa katika dini utapata fadhila. Na ukitukuza miezi mitukufu, usimaasi Mungu ndani yake, ukafanya mambo mema, utapata fadhila kubwa. Na hiyo imezungumzwa katika hadithi za Bwana Mtume. Na ukiwatukuza watu wakubwa, ukiwatukuza mashehe, ukiwatukuza ulama, ukimtukuza mama, ukimtukuza baba, ukimtukuza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi, fadhila zako ni kubwa. Ta'dhim, yu'adhim, kutukuza, kuadhimisha. Hakuna wanalolifanya katika maulid isipokuwa nia ni kumuadhimisha na kumtukuza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Alafu pia aya ya 32 bado inasisitiza kuadhimisha ibada za Mwenyezi Mungu zile kubwa kubwa. Mbele katika sura hii, suratul Hajj, mesema Mwenyezi Mungu, wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, mwenye kuadhimisha sha'air Allah, zile ibada kubwa kubwa, Safa na Marwa, al-Kaaba, vile vitu ambavyo ni vya ibada, ukaviadhimisha na kuvitukuza, anasema fa innaha min taqwa alqulub, huo ndio ucha Mungu hasa wa nyoyo. Na sisi tunamuadhimisha Mtume kwa sababu yeye ndo alotufundisha haya yote. Ana haki ya kuishi. Angalia mshairi anasema, qum lilmuallimi wa fihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula, simama mbele ya Mwenyezi Mungu, mpe mbele ya mwalimu, mpe heshima zote kwa sababu amekaribia mwalimu kuwa mtume. Imam Ali anasema, man allamani harfan sirtu lahu abdan in sha'a ba'ani au in sha'a a'taqani, atakaye nisomesha herufi moja tu mimi nakuwa mtumwa kwake, akipenda aniuze, akipenda niache huru. Yani ule utukufu wa mtu kukusomesha jambo moja. Sisi tumemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia nani? Sikiliza Allah anasemaje, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Anasema Allah, sisi tulikuwa tumepotea. Na hadithi ya Mtume inasema, alam takunu dhullalan fahadakumullahu bi, nyinyi hamkuwa mmepotea, Mungu akakuongozeni kupitia mimi. Mtume anauliza swali, alam takunu dhullalan, hamkuwa nyinyi mmepotea, mimi nikaja nikakuongozeni. Sasa ulama wa tafsiri katika aya hii wanasemaje? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wapo waliosema hablullah ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, wapo waliosema hablullah ni Qur'an, wapo waliosema hablullah ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kwa istishhadi ya hii hadithi ya Mtume, alam takunu dhullalan fahadakumullahu bi, sema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mmekuwa ndugu, mmekuwa na imani, mmekuwa hamko tena katika upotevu kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuleta mtume akatutoa katika upotevu akatupeleka katika nuru. Kwa hiyo waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Aya hizi wanazitumia ulama katika kusherehesha kwamba ni halali au ni ibaha au inapendeza watu kujumuika katika suala zima la kuadhimisha kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad. Na hasa, kwani unadhani watu wakienda kuadhimisha maulidi huwa wanakwenda kwenye birthday party, wanapiga makofi, wanasema happy birthday to you?
au wanazima mishumaa, wanaleta na keki. Huendi katika maulidi yote isipokuwa utaona inasomwa historia ya bwana mtume. Maulidi si kitu kingine isipokuwa ni kuwasha moto au ni kupiga start engine ilo katika moto, katika moyo wako ipate kutaharak kumtambua zaidi mtume na kupata mapenzi ya kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio lingine. Nikuulize swali ndugu yangu Muislamu, unapofika Maka ukaambiwa unaiona hii nyumba hii ndio nyumba ambayo amezaliwa mtume Muhammad, moyo wako unakuaje kama we kweli ni mpenzi wa mtume? Au unapoambiwa unaona hapa katika pango ile gharu Hira, hapa ndipo alipokuwa mtume, akaja akaambiwa na Jibril ikra, akasema ma ana biqari. Wale walioenda Maka wanaonaje shughuli hizi, wana feel vipi? Hii ndio nyumba ya mtume, sasa hivi imebadilishwa, imebakia maktaba, lakini hapa ndipo alipozaliwa mtume. Hapa ndipo alipokuwa mtume akimwabudu Mwenyezi Mungu. Lile pale ndo kaburi la mtume. Inakujia vipi unapoambiwa vitu kama hivyo? Kuna kitu kinawashwa, tahrik kinakuja. Kuna sahaba, kuna mmoja katika ulama waliotangulia watu wema, alikuwa akiingia Madina tu Rasulillah, katika mji wa mtume pale, alikuwa anavua viatu, anatembea miguu chuma. Anaulizwa kwa nini unafanya hivyo, anasema huenda mguu wangu ukapata sehemu ambayo alikanyaga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi tu sipendi kutembea katika siti hii ya mtume kwa viatu. Maana mtume alikuwa akienda huko akirudi huko, sehemu hii yote tunaambiwa mtume ndio mji wake huu. Basi angalau mguu wangu utapata sehemu alokanyaga mtume nipate baraka hizo. Unapata ile na ukifika Madina utahisi hivi, leo hapa nilipo ndo katika mji alozikwa mtume, akaishi mtume. Imani inapanda automatic. Maulidi haikuwa isipokuwa ni kuziharakisha hizo nyoyo na kuzipeleka kuzijulisha ni nani huyo mtume. Ni mara ngapi wamesilimu watu katika maulidi kwa kumjua mtume Muhammad? Ni mara ngapi maasi wakubwa wametubu kwa sababu walihudhuria tu siku moja katika hafla za maulidi? Ni mara ngapi watu waliahidi kwamba hawatorudi kwa sababu ya kusikia nasaha zilizotolewa katika hafalati al-maulid? Alafu twende katika aya nyingine. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia mtume. Yusallun bifi'lin yufidu al-istimrar, yani kwa fi'l mustamir, fi'lin yufidu al-istimrar, yani hal wal mustaqbal yusalluna alayhi, wanamsalia mtume. Hakusema walimsalia, bali wanamsalia na wataendelea kumsalia mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo ikaja amri, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, enyi ambao mmeamini msalieni mtume Muhammad. Haya, tumsalieni, Allahumma salli wa sallim. Sasa lengo la maulidi, moja katika malengo yake, sisemi kwamba aya hii ndio inasema imehalalisha maulidi kama wanavyosema. Nasema eti katika Qur'ani kuna aya inaamrisha watu kusoma maulidi. Ukizungumza jambo lolote usiwe na asabia, lazima uweke mambo katika mahala pake. Hakuna mtu mmoja katika watu wa maulidi alisema hii aya hii ndio inasema watu wasome maulidi, lakini aya hii inahimiza watu wamsalie mtume, bali amri imekuja msalieni mtume. Moja katika malengo makubwa ya hafla hizi za maulid na vikao vyake ni kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, kwa sababu kuna fadhila kubwa sana kwa mtu anayemsalia mtume. Huenda mwenye kuuliza kauliza, basi mtume mnangoja mpaka mfungo 6 ndo mnamsalia? Kwanza ni nani aliyowaambia kwamba mtume amezaliwa mfungo 6? Ni nani aliyokuambieni mtume amezaliwa mfungo 6? Kama sisi tunajua kwamba kitu chochote katika historia lazima kuna ikhtilafu ndani yake, lakini ndani ya ikhtilafu huwa kuna kauli inaitwa kaulu rajih.
na hiyo ndiyo yenye kufuatwa, kauli ya wengi. Hata wenye waliotunga hivi vitabu vya maulidi, by the way, waliotunga vitabu vya maulidi wengi wao ni muhadithin. Hayo inaitwa maulid haya, ambayo kwa hakika ni sira ya bwana mtume. Wote wengi wao ni muhadithin, yani ni watu ambao walikuwa kitegemewa katika ilmu rijal, ilmu riwaya wa diraya, katika ilmu ya hadith. Wamemjua mtume vizuri sana, wakamtambua vizuri sana, ndio walitunga vitabu vya maulidi. Mmoja wao ni Hafidh ibn Kathir, ambaye ana tafsiri ambayo wanategemea watu wengi, inaitwa tafsir Ibn Kathir. Mwandishi wa tafsiri au mtungaji wa tafsiri hii ana kitabu cha maulid. Hafidh al-Iraqi ana kitabu cha maulid. Huu ni mahufadh muhadithin walikuwa wamebobea katika fani ya hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aya inasema hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia mtume. Nyinyi Waislamu msalieni. Lengo miongoni mwa malengo ya maulidi ni watu kuja kumsalia mtume kwa wingi. Hizi ni baadhi ya aya katika Qur'anul Karim. Tuende katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa siku moja, kwa nini ya Rasulullah unafunga siku ya Alhamis, siku ya Jumatatu? Rasul akajibu katika hadithi sahihi, imesimulia Muslim, Imam Muslim, anasema dhaka yawmun wulidtu fihi, hiyo siku ya Jumatatu nafunga kwa sababu ni siku ambayo niliyozaliwa. Kwa hiyo hakuna khilaf kwamba mtume alizaliwa siku ya Jumatatu, lakini kuna khilaf mtume alizaliwa mwezi gani, iko ikhtilaf. Hata kitabu tunachokitumia hapa Unguja cha Maulid cha Barzanji sema waqtulifa fi ami fi shahri wiladati, ikhtulifa kathiran, wamekhtalifiana katika mwezi wa kuzaliwa kwake, lakini mwisho kamalizia warajihu annahu kana fi rabi'il awwal. Lakini kauli ya wengi ni kwamba ilikuwa mfungo 6, ndio kauli ya wengi. Hata hili sigeni katika masala iwe ya fiqh iwe ya nini, masala yoyote utakuta ikhtilafu, watu kila mmoja na rai yake. Kile kikwambia jumhuri au rai ya wengi, sawadul a'zam au arrajih, ambayo imepewa nguvu zaidi kuliko riwaya zote, ni hii. Sasa kama wao kuna siku nyingine ambayo imepewa nguvu, watuambie ni ipi. Mbona hatufanyi maulidi mfungo 4 labda tukasema leo ndio siku alizaliwa mtume, au Rajab au siku nyingine yoyote? Ulimwengu mzima ni Rabiul Awwal kwa sababu ndo rajih ilo kwa imerajihi. Na siku ya Jumatatu hakika ndo siku alozaliwa mtume, na ndio siku aliyopewa kuteremshiwa au kupewa utume. Wulidtu fihi wa yawmun unzila alayhi, ni siku ambayo nimeteremshiwa Qur'an. Kwa hiyo naadhimisha siku hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunileta duniani kwa saumu. Sasa wenye maulidi huwa wanasoma maulid kufuatia hadithi kama hii na mfano wake tutakazozitaja, kwamba hapa kinachoonyesha mtume aliadhimisha kuzaliwa kwake, aliadhimisha kwa kufunga, na sisi tunaadhimisha kwa kufunga na tunaadhimisha kwa kufurahia, kwa kumtukuza yeye. Kwa sababu ukisema kwa nini amfungi tu basi kamalizika kama alivyofanya mtume, suala aliadhimisha hakuadhimisha? Ameadhimisha, na kuadhimisha kwake almaana wahid wa tariqa, maana ni moja lakini sura ni mukhtalifa. Na hadithi za mtume sio maneno tu, hadithi za mtume ni maani, ni jauhari lokuwa mule ndani.
na maneno yoyote, sio majengo tu ya sentensi, inachukuliwa ile jauhari ya ndani. Na jauhari iliyokuwepo katika haya ni kuonyesha mtume aliadhimisha ili jambo. Wakija wakifanya watu wakisema tunaadhimisha, kwa sababu kitendo hiki tayari ameshakifanya mtume, iwe kwa kufunga, kwa kusujudu, kwa sababu kushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema mbalimbali tunafanya kwa njia mbalimbali. Kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufunga, kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusali, kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusujudu, ndio sijidatu shukri. Kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuita watu ukawalisha, kwa kulisha chakula, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia mbalimbali. Hizi zote ni njia za kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo lengo ni ile taadhim, kuadhimisha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazazi yake kwa kufunga siku ya Jumatatu. Na wenye kufanya maulid, hatungoji sisi mpaka mfungo 6 tukasoma maulidi. Tunasoma katika mwaka mzima munasabati mbalimbali. Siku ya Jumatatu maulidi husomwa, siku ya Alhamisi kama leo kuna sehemu nyingine husoma maulidi. Ukisikia kuna harusi utasikia maulidi yanasomwa. Ukisikia mtu anahamia nyumba yake atasoma maulidi. Ukisikia mambo mbalimbali yanasoma maulidi. Ni uongo kwamba watu wanasubiri mfungo 6 ndio wanasoma maulidi. Maulidi yanasomwa wakati wowote ule. Na watu uliza, mbona haya maulidi tunayaona huku tunde yameshamiri? Maulidi hayako huku. Maulidi yameanza huko. Na miji mitukufu ya Maka na Madina yanasomwa maulidi vile vile. Na wenyewe watu wa Maka, yupo daktari mmoja anaitwa Dr. Muhammad Alwi al-Maliki, mtu wa Maka, yani yule mtoto wa Maka kabisa, anatolea habari, anasema sisi tunayasoma kweli maulidi. Ni mwanachuoni mkubwa. Hayakuanza huku, yameanza huko, na kwa wingi yanasomwa duniani kote. Lengo ni kumuadhimisha, lengo ni kumtukuza, lengo ni kumtangaza bwana mtume Muhammad. Hakuna lingine. Kisha tuje katika dalili nyingine ya hadithi. Tunapata kwamba hili jambo la kuadhimisha istambata alulama min hadha alhadith. Maana ukija katika suala la istinbat, maana ulama wa usul wanatoa, Qur'ani imesema kama watu wana matatizo na jambo fulani wangelipeleka tu kwa ulul ilm la alimahu alladhina yastanbituna. Kuna watu ambao ni watu wa elimu, yastanbituna alahkam min an-nusus, istinbat alahkam min tilka an-nusus ash-shar'iyya, ndo kazi ya ulama. Sasa ninapozungumza kwamba ulama wamestanbit, hichi ni kitu cha kawaida. Hata siku moja alikuwa namsikia shekhe mmoja wa Kiansari anasema hadithi hii ndiyo walostambitu ulama uhalali au hukumu au jambo la mtu ambaye anataka kumuokoa mtu kufungua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani mtu kama anataka kumuokoa mtu anaweza kufungua, anasema kwa mujibu wa mazungumzo yake anaweza kufungua, kwa sababu hadithi ya mtume imesema mmekutana na maadui zenu, walfitru aula bikum au aula lakum, na kuftari ni bora kwenu kuliko kuendelea na saum. Kwa hiyo hii haikutaja moja kwa moja firefighter, wazima moto au wenye kuzama au wenye kuokoa mtu fulani kwa mambo fulani, haikutaja, lakini wanaitolea ushahidi kwamba kuna istinbat imeoanishwa na jambo fulani, ikaonekana ila zake ni sawa kama wanavyofanya katika kiasi. Haya mambo ni mambo ya kawaida katika elimu. Mwenye kunywa pombe hadi yake anapigwa mijaledi 80. Lakini hii imetoka wapi? Imetoka kwamba watu walishauriana, sahaba
Sema huyu akinywa pombe tumfanye nini? Tumpe hadi gani? Wakasema akinywa pombe analewa. Idha shariba sakir. Na akianza kulewa mtu akili inampotea, inachanganyikiwa. Na akipotelewa na akili huwa anazua. Na mtu akizua hadi yake ni bakora 80. Kwa istinbat. Sayyidina Ali amemwambia. Kwa hiyo huyu anakunywa pombe tumpige sawa sawa bakora 80 haddul muftari li'annahu idha sakir, kwa sababu akilewa huchukua na yeye akaanza kuzua, kwa hiyo hadi yake sawa sawa na mzuaji. Istinbat al-ahkam min adillatiha. Kwa hiyo hadithi niliyoitaja hapo mbele ya kwamba mtume alifunga siku ya Jumatatu ni istinbat vile vile, na kama hujatosheka kwamba imetoa indication kwamba kuna uhalali au tabiriri ya kuadhimisha kuzaliwa kwake bwana mtume, kwa sababu mwenyewe aliadhimisha. Hadithi ya pili, mtume alipofika Madina, hadithi sahihi, akawakuta Mayahudi wanafunga. Akauliza, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, ni siku gani mnafunga? Wakasema, hadha huwa yawm al-ashura alladhi najja Allahu fihi Musa wa ahlaka aduwana Fir'aun. Hii ni siku ya Ashura, siku kubwa kwetu hii. Mungu amemuokoa Nabii Musa akamwangamiza Firaun. Kwa hiyo sisi tunafunga shukran lillah, kuadhimisha siku hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana mtume akasema, nahnu aula bi Musa minkum, sisi ndo tuna haki zaidi kumuadhimisha na kumsherehekea ushindi wake Musa kuliko nyinyi. Akaamrisha watu wafunge na yeye akafunga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Inaonyesha wazi kwamba matukio makubwa yaliyotokea katika dini yana sehemu yake katika umma. Haikuwa hija ndugu zangu Waislamu, isipokuwa vile vile ni dhikrayat, ni kumbukumbu. Unaposimama makamu Ibrahimu ukasali, unakumbuka jinsi aliposimama Ibrahimu akaijenga al-Kaaba. Allah sema, watakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Unapokwenda Safa na Marwa unakumbuka Sayyida Hajar alipokwenda Safa na Marwa. Unapokwenda ukapiga ramyul jamarat unakumbuka Sayyidina Ibrahim alipokwenda akamtaka kumchinja mwanawe, akamwona Ibilisi akampiga mawe. Zikrayat ni kumbukumbu ambazo zinaacha athari katika nyoyo za Waislamu. Na kuadhimisha maulidi ya bwana mtume si lingine, ni kumbukumbu ya kumtaja bwana mtume na kumuadhimisha, ambayo nayo inaacha athari kubwa kwa wafuasi wa mtume Muhammad. Kwa hiyo mtume akafunga na Waislamu wengine wakafunga. Tusikilize adhan, tuendelee baadaye inshallah. Watukufu wa Islam, kabla huja kitolea hukumu kitu, sheria inasema angalia madhumuni ya kile kitu na yaliyomo ndani ya kile kitu. Usimuone mtu amesimama kaburini ukasema yule kafiri bwana, nimekwenda nimemkuta anaomba kaburi. Msikilize pale kaburini kasimama anafanya nini. Ukimsikia anasema nimekuja, nimekabiliwa na harusi ya mwanangu, nimekuja kwenu, sina uwezo mnipe, sina mali nileteni, nyinyi ndo wakubwa, nyinyi ndo kadha. Sasa utatafsiri kulingana na kile ulichokisikia anachokizungumza. Lakini huwezi kumuona mtu tu amesimama kaburi ukasema huyu ni mshirikina. Umemwona makaburini, pengine amekwenda kuzuru makaburi, amefika pale asema Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, assalamu alaykum ya dara qaumi minal mu'minina wal mu'minat ahla ad-diyar. Anawasalimia, anafanya ziara, anataka kukumbuka kifo. Kwa hiyo kile ambacho atakifanya ndicho kitakachobaririsha au kitakachomweka katika hali ya hukumu. Sasa tukia hukumu maulidi, tusihukumu ni haramu au ni bid'a sayyi'a au bila ya kutizama kwani kuna kitu gani wanakifanya hapo wanaposema wanasoma maulidi. Usikurupuke
kutoa fatwa juu ya jambo ambalo hujalijua vizuri. Usiwe na haraka. Umesikia watu leo kuna maulidi, hebu wasikilize wanafanya nini. Umefika utasikia bwana, sasa hivi wakati umefika, tutaanza hafla yetu kwa kusikiliza Qur'anul Karim. Analetwa qari, ahsanuhum sauta aqra'uhum, anasimama mbele yao, anaanza kusoma na kuratil na kujawid. Akishamaliza atasimama MC, microphone controller, atasema sasa hivi tumeshamaliza kusikiliza Qur'an, tutaanza as-salatu ala nabi. Hapo watu watakaa sawa, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badri huda mutayyam ma li habibun siwa Muhammad khairil rasuli nabi mukarram miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladun Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi. Hicho ndicho kinachofuata, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallam. Ewe Mwenyezi Mungu msalie mtume Muhammad, mtakie rehema. Hicho ndicho anachokisema pale, ndio salatu ala nabi. Kwa nini? Kwa sababu Allah akasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fa nahnu nusalli alayhi. Allah amesema msalieni, sasa tunamsalia. Na nini maana ya maneno hayo? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim fi hubbi sayyidina Muhammad ma li habib siwa Muhammad miladu sayyidina Muhammad. Nazungumzia mapenzi yetu juu yake. Hatuna mpenzi mkubwa anayemshinda Muhammad. Amezaliwa Muhammad mji wa Maka, basi hayo ndio yanayozungumza pale, hakuna kitu kigeni. Wanaofika pale wafahamu kwamba mtume ndo alomiliki nyoyo zetu, hakuna kipenzi mkubwa kuliko yeye. Mali habibun siwa Muhammad miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladun mu'azzam. Kuzaliwa kwake ni mama wa vijiji, baladun mu'azzam, mji uliotukuzwa. Kisha ikishamalizika salatu ala nabi, utasikia haya sasa tutaisikiliza faslu ya kwanza. Atasimama mwenye kughani kwa sauti nzuri, anaisoma faslu ya kwanza, na faslu ya kwanza ni ibara ya namna anavyotaka kuingia katika jambo. Abtadi al-imla bismi dhati al-aliyya mustadirran faidha al-barakati ala ma ana lahu wa aula wa uthanni. Anakwenda bihamdin, nimeanza kwa bismillah, naanza kufuatilia tena kwa alhamdulillah, kisha baadaye wa usalli wa usallimu ala nuri al-mawsufi, namsalia bwana mtume. Yote yanakuwa yanafungamana na yale malezi tuliyofunzwa na Qur'an. Kisha ikimalizika utasikia sasa inafuata faslu ya pili. Anakuja mtu anaanza kughani mlango wa pili ambao wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah. Mlango huu unaeleza nasabu tukufu ya mtukufu wa daraja, nasabu ya mtume. Huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu saniya. Anaeleza mtume ni mtoto wa nani, mtoto wa nani, mtoto wa nani, mpaka mwisho wa nasaba yake. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nuzar ibn Muad ibn Adnan, mpaka mwisho wa Adnan bila raib. Anaelezwa nasaba yake, watu wapate kumhifadhi, watoto wetu waijue nasaba ya mtume. Hii ni sira. Maulid ni ibaratun an sirati nabawiyya. Maulidi maana yake ni watu kwenda kusikiliza historia ya bwana mtume. Ukisikia naenda maulidini, maana yake naenda kuisikiliza sifa na historia ya bwana mtume.
la aqalla wala akthar, sio zaidi ya hapo wala chini ya hapo. Na vitabu vyote ukisikia mtu katunga kitabu cha maulidi, ukifungua safati zake zote ni historia ya mtume kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ndio maulidi maana. Maulidi hakuna maana mengine yoyote. Kitabu cha Barzanji, kitabu cha Sumtu Durar, maulidi yoyote wanayosoma ni historia za bwana mtume Muhammad. Sasa je, kuisoma historia ya bwana mtume ni haramu? Ni bid'a? Ni makruh kumtambua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au ni kitu ambacho tumehimizwa tukifanye? Basi ndio kitu kinachofuatia. Inakwenda mpaka milango, inafika kutaja milango mingine alivyochukuliwa mimba yake. Inakuja mpaka inafika anaelezwa mtume yeye mwenyewe alikuwa vipi. Na mpaka sisi tunafika mara nyingi mlango wa 6 wa mwisho. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاة ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. من معنى يا منين؟ كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع. Mtume alikuwa mwingi wa haya, tena alikuwa sio mtu wa kujipa, wa kutaka makuu. Watu wanafundishwa historia ya mtume. Akishona mwenyewe nguo zake, kama kutia kiraka nguo imepasuka akifanya, kiatu akitengeza mwenyewe kama kimeharibika, mifugo yake akikamua maziwa mwenyewe akifanya Rasulullah. Na alikuwa akiwatumikia wake zake nyumbani. Mtume anafanya kazi nyumbani, nikusaidie hiki, nikusaidie hiki. Yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariya. Ndio maneno yasemwayo katika maulid. Wa yuhibbu alfuqaraa walmasakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر أشوا ويحب الفقراء. alikuwa anawapenda sana mafukara Rasulullah, kwamba tuchukue tabia za kuwapenda maskini, tusiwapende matajiri tu kwa sababu wanatupa noti, na maskini tuwapende. Mtume alikuwa ndo wenzake. ويحب الفقراء والمساكين, anasema wayajlisu ma'ahum, na pia alikuwa akikaa nao. Maana sisi wengine tukikaa na watu wengine unaona pia asije akakugusa, sogea huko kidogo, sogea huko. Yajlisu ma'ahum wa yaudu mardhahum, wakiwa wagonjwa naenda kuwaona, anawakagua. Wa yushayyi'u janaizahum, na jeneza anazifuata makaburini. Kuna watu mpaka afe tajiri ndo ende mazikoni, masikini hana nafasi. Mtume hakuwa hivyo. Maulidi ndo tunaelezana, ndo mlango wa shadid alhaya unavyoeleza. Wala hamdharau fukara kwa ufukara wake, hakuna dharau hizo. Aliulizwa siku moja Rasulullah, ala yudhika rihu haula, akina Bilal bin Rabah wamevaa shuka, hawana hata nguo ya juu, wanatokwa na jasho, wanafanya dawa. Wale makuraishi wale wenyewe vigogo wanafunga pua, wanamwambia Muhammad, ala yudhika rihu haula, ina maana harufu zao hawa hazikunuki vibaya? Wewe uko na hawa wewe, maana hao watumwa unakaa nao usiki harufu mbaya hawa? Wallahi hatusilimu mpaka uwafukuze hao. Mie haina maana kwamba Abu Jahl mheshimiwa wao nije msikitini eti nasali katika sala sote watumwa wako mbele na mabwana wao, itawezekana vipi? Wanataka mpaka wale waondoshwe. Mtume akateremshwa aya, wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Subiri na hao ndo Mwenyezi Mungu amewaridhia, amewachagua. Mwenyezi Mungu atizame sura ya mtu, inna Allah la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mungu anazama katika moyo kuna nini. Hao wanakupenda, hao wako pamoja na ndio maana wamekufuata. Basi vumilia yote unayoyapata, lakini usiwakimbie hao. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma. Kisha anasemaje Muhyiddin Barzanji? Anaendelea anasema wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Mtume alikuwa hamkabili mtu yoyote kwa mambo yanayomchukiza. Sisi tunatukanana tu. La yuqabilu ahadan bima yakrah wa yaqbalu al-ma'dhirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah. Anakubali msamaha wa mtu anayekuja kumuomba msamaha. Anaghani hapo mtu. Wa yaqbalu al-ma'dhirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah. Wa sallallahu alaihi wanafurahia ile manaqib anayoelezewa mtume na shamaili. Tizama hapa nimesema kidogo baiti 2-3, kuna watu tayari hapa wameshapandisha ile mapenzi, yameshafika daraja. Hivi ndio maulidi yanavyofanya. Sisi tunapata ladha fulani tunapofanya maulid na kumsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna enjoy ndani ya nafsi zetu na kuipata furaha na halawata al-iman. Anasemaje? Wala yahabul muluk. Mtume alikuwa hawaogopi wafalme. Wa yaghdhabu lillahi ta'ala wa yarda liridha. Na alikuwa hakasiriki ovyo, anakasirika kwa ajili ya Allah. Na anafurahi, anaridhika kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tabia zake hizo. Yani tunaambiwa hizo tuzichukue, tujipambe nazo. Kisha anaendelea na msifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wayamshi خلف الأصحاب ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية. Mtume akitembea nyuma ya masahaba zake akiwaambia twendeni, kama vile baba na watoto wake anavyowachunga, asema acheni mgongo wangu, nyuma yangu kuna malaika ruhaniya. Kisha anasemaje? Anasema wayarkabu al-ba'ira wal-baghla wal-farasa wa himara. Mtume alikuwa anapanda punda, ngamia, farasi, nyumbu, anapanda. Ni ndio muwasalati zake. Yarkab. Hizi ndio transportation za wakati huo. Angekuepo leo angekuwa anapanda gari, anapanda haria kama ya kwangu. Na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, manake watu wengi sema Uthman Maalim anaendesha gari. Shekhe gani ule? Dunia. Gari ndio vipando vya wakati ule. Ndio vipando vyote alikuwa anatumia mtume. Yarkabul ba'ira wal baghla wal farasa wa himara. Baadhi almuluki ilayhi ahda. Wafalme wanampelekea zawadi, akipokea zawadi. Hakuwa mtu wa dunia. Hakuwa mtu wa dunia akitumia vilivyokuepo. Wayasimu ala batnihi alhajara min alju. Na wakati mwingine utampata amefunga tumbo lake kwa sababu ana njaa kali, hajala kitu, akifunga mawe. Na hii zipo katika shawahid, katika sira. Akifunga tumbo lake kwa njaa, masahaba wanakwenda wana njaa mpaka wamefunga matumbo yao mawe wapate ile tathbit. Wakifika pale wanamuona mtume, wanamwambia Rasulullah, tizama hali njaa. Fayakshifu ar-rasulu batnahu fa idha huwa qad rabata al-hajarain. Mtume akifungua tumbo lake wanamuona mtume amefunga mawe mawili. Wao moja moja, mtume mawili. Anambia nyie si mmefunga, angalieni na mie. Hali hiyo hiyo mimi zaidi. Lakini anasema warawadathu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban faaba. Yamemtaka majabali yabadilike dhahabu kwake yeye atumie, yamemkataa. Yamekataa, mtume ameyakataa. Ajuu yawman faadhkuruk wa ashba'u yawman faashkuruk. Alikuwa akitaka kuwa mfalme, nabii, rasul, yote angepata. Lakini sema siku moja niwe napata njaa, siku moja niwe na shiba. Hivi ndivyo alivyoishi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu mwisho anaeleza, anasema wa kana sallallahu alayhi wasallam
yuqillu al-laghwa wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Yuqillu al-laghwa, bwana mtume alikuwa sio mtu wa mambo ya upuzi, hana upuzi kabisa. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam, na kila anayeonana naye basi mtume alikuwa na haraka ya kumpa salamu kabla yule mtu hajatoa yeye. Tawadhu ya wewe, ukionana na mtume tu amekuwa yeye kukupa salamu. Sisi kama hujaamkiwa wewe, huamkii mtu. Ana adhimu qaumin fa'adhimuni, ndo msamiati wa mambo yanavyokwenda katika jamii yetu. Lakini mtume yabda man laqiyahu bisalam. Kisha nini sema? Wa yutilu as-salah wa yaqsuru al-khutab al-jumu'iyya, akirefusha sala na akikusuru khutba za Ijumaa. Sala yake refu, khutba zake fupi. Mbona sisi khutba zetu refu, sala zetu ndo fupi? By the way, tizama, kuna watu wanasema wanamfuata mtume kwa kila kitu. Huwezi kumfuata mtume kwa kila kitu. Na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia watu, idha amartukum bi shay'in fa'tu bihi qadra istita'atikum, nikikuamrisheni jambo fanyeni kwa kadri ya uweza wenu. Lakini sahaba walikuwa kwa kila kitu, mpaka mambo ambayo ni hasa kwa mtume wanataka, kama siyamul wisal na vitu vingi. Basi wayutilu as-salah wa yaqsuru al-khutab al-jumu'iyya wa yata'allafu ahla al-sharaf wa yukrimu ahla al-fadl wa yamzah wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda. Na alikuwa mtume akiwakirimu wakarimu, akija mheshimiwa wa watu mpe heshima. Idha atakum karimu qaumin faakrimu. Na vile vile alikuwa akiwakirimu wageni, na alikuwa akifanya mzaha na sahaba zake. Wayamzah. Alikuja bibi mmoja anambia Rasulullah, niombe dua niende peponi. Yule bibi alikuwa mtu mzima, mtume akamwambia peponi hawendi watu wazima. Yule bibi akalia sana, analia kweli kweli. Anasema ndo mtume kishanibashiria hivi. Mara wakaja watu wanamuuliza unalia nini? Sema mtume amebashiria moto. Kaenda kumwambia Rasulullah, madha qulta lil ajuz, umemwambia nini mzee huyu? Anasema nimemwambiaje kwani? Sema umembashiria moto? Anasema la, muiteni. Kwa nini unalia? Sema Rasulullah, umeniambia siendi peponi. Akamwambia la, peponi hakwendi wazee, kwa maana watu wote peponi watakuwa vijana, wakawaiba atraban. Kwa maana hiyo umri huo ulionao huo hautokuwepo kule. Haina maana kwamba wewe huendi, umri huo haupo kule. Wayamza. Akamwona mama mmoja akamwambia, wewe mama, mumeo ndio yule mtu ambaye ana weupe katika macho yake? Mama akasema la ya Rasulullah, laisa fi aina zawji bayad. Akamwambia bala, ndio wewe, mumeo ndio yule ndani ya macho yake kuna weupe. Sasa mama akafikiria weupe ule labda ni chongo au macho yake yameharibika. Analia, sema ya Rasulullah, siye mume wangu mzima wa macho. Akamwambia ndiye, ndio huyo. Mwisho wameshindana mpaka mtume anamwambia hapa, kila mtu mwanadamu katika macho yake kuna weupe, na mumeo pia kama hana weupe basi huyo sio binadamu wa kawaida. Anakusudia weupe ulioizunguka mboni. Kila mtu ana macho ana weupe katika macho. Anafanya mzaha mara nyingine akientertain sahaba zake, ndio yanayosoma katika maulid. Wa yamzah wala yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda. Lakini hasemi isipokuwa ukweli hata katika mzaha wake. Kisha mwisho anakuambia wahahuna waqafa bina jawadul maqali an ittiraj fi halbati albayaniya وبلغ ضائن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. Yani amemsifu mtume mpaka akwambia sasa hapa farasi ameshasimama katika ulingo. Waqafa bina jawadul maqal, yani hawa ni washairi kiasi gani walikuwa wanamfurahikia mtume na kumueleza kwa njia ya ushairi wao. Kama Imam Busiri katika kasida yake alikuwa na msifu mtume Muhammad, utashangaa jinsi ya balagha zilizotumika mule ndani na maani na kila aina ya fasaha iliyokuwepo pale ndani, na huyu mtu alikuwa mtu kiasi gani, lakini ni mapenzi ya bwana mtume yalimpeleka pale.
anajihisi kwa kuandika kwake kana kwamba yuko angani kwa ile furaha anayoipata anapomsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini walfariqaini min urbin wa min ajam, mpaka mwisho anamalizia kumsifu bwana mtume kwa mambo kadha wa kadha. Hayo ndio maulidi. Baadaye kimaliza huyo tuambie bwana, sasa hivi tumeshamaliza fasli zote za maulidi, sasa tutamkaribisha Sheikh fulani ibn fulani atupe chakula cha moyo. Anasimamishwa shekhe mmoja, anaanza kueleza mambo ambayo yanafungamana na Waislamu. Sala jamani, saumu jamani, zaka, zina jamani imezidi. Watu wanakumbushana. Baada ya hapo nasema tumeshasikia kauli ya shekhe wetu, Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sasa hivi tutasikiliza kasida unakuja vijana pale, Rabbi mshushize sala mtumina wake ala na sahaba ze jumla na salamu zikishuka ila rasulillah, harufu yake baridi si ya misiki siudi, lakini namba uzidi hapo ikitawanyika ila rasul. Kasida maneno mazuri ya mkuhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini usipende sauti nzuri na maneno mazuri ya msifuyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi kimalizika kasida, alafu nasema sasa hivi tunaombea dua Waislamu, tunaombea nchi yetu, tunawarehemu wazee wetu waliokufa muumini na muuminat. Alafu subirini kidogo Waislamu, kuna sadaka kidogo. Alafu kama ipo tunakula, kama hamna basi tunaondoka. Na sio lazima uweke maulidi uweke sadaka ya chakula. Sasa wewe angalia kuanzia Qur'an. Qur'ani ipo katika Uislamu au haipo? Tizama salatu ala nabi, ipo kumsalia mtume au haipo? Tizama sira ya bwana mtume iliyosomwa pale kuanzia mlango wa kwanza mpaka wa 6, ipo katika Uislamu au haipo? Tizama mawaidha kutoleana, Allah anasema wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kukumbushana kupo katika Uislamu au hakuna kukumbushana? Alafu baadaye chakula, sadaka. Je, kulisha chakula katika Uislamu ni katika ibada au si katika ibada? Haya yote ndo maulidi. Sasa hayafai haya maulidi kwa sababu gani? Alafu sasa kuna hadithi ambazo wanazitumia wapingaji wa maulidi. Wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kullu muhdathatin bid'ah, iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin fi an-nar. Yani kila chenye kuzuka ni uzushi, ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu mahala pake ni motoni. Na maulidi ni bid'a, yamezuka, hayakuwepo wakati wa mtume. Hapa kwanza lazima tujue nini mafhumu ya bid'a. Wanachuoni wamekhtalifiana sana katika neno bid'a. Nini bid'a? Kila mmoja akatoa definition yake kuhusu bid'a. Wao husema jambo lolote ambalo limekuja jipya halikuwepo wakati wa mtume ni bid'a. Na ndio hadithi inavyotumika. Kula muhdathatin bid'a, kila kilichokuwa kimezuka ni bid'a. Na maulidi yamezuka, kwa hiyo ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu. Sasa ukisema kila kitakachokuja kwamba kimezuka ni hakifai, mambo mengi sana yatakuwa hayafai. Kila, na hii neno kula hii ndio inavyofasiriwa, watu wanakwenda vibaya. Wakijua kuna kula basi kula bid'atin, kila ndo kula kitu, hapo hakuna tena msamaha chochote. Sivyo hivyo kula inavyotumiwa, wala siyaghil umumi hazitumiki hivyo. Hapa hata kama imeambiwa kwamba kula muhdathatin bid'a, sadaqa rasulullah, wa kula bid'atin dalala, sadaqa rasulullah, wa kula dalalatin fi an-nar abadan,
hatuwezi kupinga kauli ya mtume li'annahu sadiqul masduq. Lakini je, hal tafhamani ma maana kulla hapa ni nini? Maana yake kulla, je kulla ni kila kitakachozuka chochote tu? Haiwi. Ndio maana Dr. Yusuf al-Qaradawi alipoletewa barua mmoja kutoka Algeria, bwana mmoja asema, bwana wamezua mambo ya bid'a huku katika misikiti siku hizi, wakishamaliza kusali kuna mtu anasimama anaanza kutoa message fulani fulani za kuhusu nini Waislamu nini, na hii haikuwepo wakati wa mtume. Halafu watu, Qur'ani inasema fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard. Kwa nini wao wanaanza kusimama, wengine wanaanza kutoa mawaidha tena, wengine na hii ndio mambo yanatokea. Kwa hiyo ukisema kila muhdathatin bid'ah, Dr. Yusuf al-Qaradawi akamwambia laisa kullu jadidin bid'ah. Jamani, sio kila jambo jipya lililotokea ni bid'ah. Na kama tutachukua kula hii itakwenda, tutaharamisha vitu vingi, tutaharamisha mambo mengi. Maana mpaka hutuba zetu za Ijumaa tunazotoa kwa lugha za Kiswahili hazikuwepo wakati wa mtume. Mtu anasimama sema enyi watu, mtume alikuwa anajua Kiswahili? Ulisikia wapi wewe mtume alitoa hutuba kwa lugha ya Kiswahili? Mtume alikuwa akitoa hutuba kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo leo tunatoa lugha ya Kiswahili ndio tunaifahamu. Hata baadhi yetu sisi wenyewe mashehe lugha ya Kiarabu hatuijui. Wewe unasimama kwenye mimbar unatoa kwa Kiswahili. Sasa hilo nalo ni katika bid'a. Ukisema kula bid'atin dalala, sasa lizuiwe. Na wengi katika hao wanaotoa misimamo mikali na mikatazo na mikazo, wote wanahutubia kwa Kiswahili. Tena katika misikiti yao vile vile ukifika utakuta kabla hata ya kupanda pia imam katika member kuna hutuba nyingine zinaendelea. Nazo ni katika bid'a, na ndizo hizi alikuwa akielezea huyu bwana. Je, hizi ni katika bid'a? Anambia sio kila kitu kipya jamani ni bid'a. Albid'a ni kitu ambacho kimekuja kimehalifu kabisa misingi ya sheria, kharij, kiko nje ya zile, hakina mustanad, hakina mihimili katika sheria, ndio bid'a. Kila kitu ambacho kimekuja kipya huwezi kukipata na mihimili, la mustanada lahu, kharij an ash-shari', hicho ndio bid'a. Lakini hutuba ya Kiswahili watu wapate kufahamu, kwa sababu lengo watu wapate kufahamu, na watu hawafahamu Kiarabu, inabidi watu wahutubie Kiswahili. Pamoja na nini mnahutubia, hatusemi usihutubie tena, lakini watu walikuwa wana nini, wasema basi panda kwenye mimbar zungumza dakika 10-15 baadaye shereheshe kwa Kiswahili. Wanafanya hivyo katika miji mingi, au kabla khatibu hajapanda anaisherehesha hutuba yake kwanza kwa Kiswahili alafu anahutubu kwa Kiarabu kama alivyokuwa akifanya mtume. Wanafanya hivyo. Sasa tusiseme kila maana yake ni kila, na kila ikija ina mambo yake. Itizame Qur'an imetufundisha kwamba sio kila ndio kila. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume Muhammad katika suratul Kahf, amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ama hawa ili jahazi lilikuwa la mafukara wenyewe wanavua, mimi nikataka kulitia aibu, fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum, mbele yao kule kuna mfalme ya'khudhu kulla safinati ghasba, kazi yake anachukua kila jahazi. Sasa huyu mfalme kama kazi yake ilikuwa kila jahazi analichukua, sio kila jahazi alikuwa akichukua yale mapya mazuri anachukua. Na ndio maana hili hakulichukua, na ingekuwa anachukua kila jahazi na hili angelichukua la Musa na Khidri, lakini hakulichukua, aliliacha. Kwa hiyo kila hai kwamba imechukua kila kitu, na siyaghul umum ni maana yake ndani ya Qur'an. Hata Qur'ani ilipozungumza ikasema innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun, nyinyi na wale mnaoabudu nyote motoni, au nyinyi na vile mnavyoviabudu mtakwenda motoni na mlioabudu. Sasa katika vilivyoabudiwa na Nabii Isa ameabudiwa. Sasa ukisema kila siyaghul umum, na Nabii Isa anaenda motoni naye, na malaika pia wameabudiwa katika dunia hii. Maana Qur'an inasema wama ta'budun,
na ma ni katika sighatul umum, sighul umum, inaamimisha moja kwa moja, inaingia wote. Lakini maana ya kulla bid'atin dalala ni'am urida bihi al-khas. Na hii masomo haya ni mengi katika Qur'an, ni mengi mno. Uwezi kuijua Qur'ani kwa ufasaha, uwezi kujua elimu ya sheria kwa ufasaha kama hujajua hakim na mahkum na mafhum na mantuq na nasikh na mansukh na muqayyad na mutlaq. Hivi vyote vipo pale. Sasa usidharau mawazo ya ulama almujtahidun almustanbitun ambao wamefanya istinbat na research ya hali ya juu, wakasema hili laqad ajaznahu, tumelijuzisha. Kilichokuwepo ni kuheshimiana. Heshimu mawazo yao wale na rai zao, na hawa heshimu mawazo yao na rai zao. Maana swala hili la maulidi siku hizi ukiliuliza mbele ya ulama watakwambia hadhihi mas'alatun qatalnaha bahthan, haya ni masala, ni research ambayo tumeshaiua zamani. Laqad ajazna, tumeshasema maulid tumeyajuzisha jaiz. Pamoja na kwamba wapo tasema hadhihi mas'ala qatalnaha bahthan ihtifal bidhikra maulid an-nabawi bid'atun yajibu al-inkaru alayh. Wapo wanaotoa fatwa hizo. Tunawaheshimu fikra zao na rai zao, kwa sababu waliona wao ndo kukinai kwao, na hawa wengine waliloliona wao wakakinai, nao wapeni heshima, kwa sababu sio ghaugha, sio aqzam, ni rijal, tena rijalu ilm, ulama ambao wamekwenda katika istinbati ya hali ya juu wakajuzisha haya mambo. Alafu mwanachuoni mmoja aliuliza, anasema siku moja nililetewa barua kwenda Saudia, barua inanialika kwenda kuadhimisha mwanachuoni mkubwa ambaye amefariki, jina lake anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, maarufu kwa serikali ya Saudia. Sasa walialikwa watu katika miaka michache iliyopita kwenda kuadhimisha maisha yake, kwenda kuzungumzia historia yake na nini. Wakaalikwa ulama mbalimbali. Mwanachuoni mmoja kutoka Syria akasema, ana a'tadhir, mimi siwezi kuja kuhudhuria kwa sababu sehemu nilioalikwa wengi wao ni watu ambao wanaharamisha na kukataa kuadhimishwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu leo wanaita watu kwenda kuadhimisha mwanachuoni ambaye ni mwanachuoni wa Kiislamu. Tunakubali, lakini vipi ukatae kuadhimishwa mtume, ukubali kuadhimishwa kwa watu wengine? Hao katika serikali zao hawafanyi kuadhimisha nchi yao, wafalme wao, maraisi wao, wanaadhimisha mtume Muhammad, la, asiadhimishwe. Sasa kila bid'atin dalala, haiwi kila kitakachotokezea kimekatazwa. Yametokea mengi, na kuna mambo yalitokea mtume mwenyewe yuko hai, na yapo mambo yalitokea baada ya mtume kuondoka na mtume hakuyachukia. Kuna watu walitoa vitu, mtume yupo. Bilal ibn Rabah, yeye ndo muasisi wa sunna hizi za udhu, alimuuliza mtume, unafanya nini wewe? Mbona nimesikia viatu vyako peponi? Asema, ya Rasulullah, hakuna udhu ninaotawadha isipokuwa nasali rakaa mbili. Ameziasisi Bilal ibn Rabah. Yupo bwana mmoja alikuwa kila akisalisha akimaliza sura nasoma na qul huwallahu. Wakaenda wakamwambia mtume, Rasulullah, yuko bwana mmoja kila akisoma na qul huwallahu anafuatisha. Akaulizwa, wewe kwa nini unafanya hivyo? Sema, Rasulullah, mimi naipenda tu mie mwenyewe sura hii. Akamwambia, sina Mungu anakupenda. Yani mambo yanatokezea na mtume hajayaanzisha, lakini watu wanayaanzisha na mtume anayakubali. Kama yupo mzee wetu mmoja anaitwa Qad Aflah, wengi wanamjua. Yeye alikuwa akisalisha qad aflaha almu'minun. Unamuuliza kwa nini? Anasema, kwa sababu ninaipenda. Mfano wake hivyo. Na kuna watu ambao wameanzisha mambo kama Bilal alikuwa anaanzisha salat khair min an-nawm, sio mtume aliyoileta hii katika sala. Mara anaingiza anasema salat khair min an-nawm, baada ya kujua kwamba mtume kalala yuko nyumbani kwake, anapita pale ananadi sala, na mtume yuko wapi? Yuko ndani kalala. As-salatu khairun min an-nawm. Mtume akaisikia akasema, hiyo safi. Mpaka leo tunaitumia. Saidina Uthman ibn Affan ameanzisha adhana ya pili ya kuweka sawa kwanza watu
kabla ya adhana ya pili ya Ijumaa, hiyo imeingizwa vile vile. Qur'ani kukusanywa, haya ni mambo yaliyotokea baada ya Mtume Muhammad sallallahu. Sasa ingekuwa tumetafsiri kila chenye kuzuka kwa maana kwamba ambacho hakukifanya Mtume ni bid'a, yangeachwa mengi. Lakini Waislamu wakaona kuna haja ya Qur'an kukusanywa, Abu Bakr akakusanya. Na vile vile wapo walosema kaifa nasna'u shay'an lam yasna'uhu an-nabi, tutafanyaje kitu ambacho Mtume hakukifanya? Lakini ulama wapo kibar sahaba akamwambia fihi khair, hii jambo ni la khairi, maana yake lina mustanadun fi shari', lina mihimili hili. Kwa hiyo tunaacha tu hivi Qur'ani ipotee, lazima tuitafutie njia. Ikakusanywa. Saidna Uthman alipoona kwamba viraa vimekuwa vingi, kila mmoja anasoma vyake, ukienda kule sema jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam, ukienda kule sema jurufin hir. Sasa akawakusanya watu wote katika qiraa kimoja. Hakulifanya Mtume hili, amelifanya yeye Uthman ibn Affan. Ukija ulimwengu wetu wa leo, mengi yamezuka. Abu al-Aswad ad-Du'ali ameweka nukati katika herufi, hasikuwepo wakati huo. Yeye alikuja kulifanya hili, akaeka nahwu, grama, halikuwepo ili wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbona na sisi tunaitana doktora? Doktor. Je, Mtume siku moja alimwambia Doktor Abu Bakr as-Siddiq, Doktor Umar ibn Khattab? Tunajipa wasomi wengi leo utasikia anaitwa doktor, anaitwa nani, ana doctorate yake, ana magister. Hivi ni vyao vimezuka, navyo ni bid'a, vifai. Mbona tunaitana? Kullu muhdathatin bid'a. Ikiwa itakwenda bila kufungwa hivi itakwenda mbali. Hizi elimu ambazo tunasoma leo za usulul fiqh, za lugha, za balagha, za nahwu, zote zimezuka. Sasa hazifai, zinafaa. Hivi vyote vina mihimili yake katika sheria, vina support katika sheria. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, mtu yoyote ambaye atazua mambo ambayo hayamo humu, hayana mihimili humu, halimo katika Uislamu, atarudishiwa mwenyewe. Mafhumu ya hadithi ni kwamba ikiwa mtu atazua jambo ambalo limo humu, harudishiwi mwenyewe. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, faman ahdatha min amrina hadha ma huwa minhu falaysa birad. Lazima ukitoa kitu kiwe kimo ndani, kama tulivyotoa tukasema Qur'ani siimo katika kumsifu Mtume, si walimsifu masahaba. Tumepokea qasaid mbalimbali za Abdullah ibn Rawaha, tumepokea Hassan ibn Thabit, tumepokea za Ka'b ibn Malik, za Ka'b ibn Zuhair. Hao wote ni washairi, na kila mmoja alimsifu Mtume, mpaka alifika Mtume kutoa kasid, kutoa kashda yake, ambayo kutoa nguo yake, akampa mmoja katika washairi wake aliposema sema balagani anna rasulallahi au'adani wal afwu min indi rasulillahi ma'mulu, inna rasulallahi lanurun wa inna ar-rasula lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu. Anasema Mtume ni nuru. Mtume akasemaje? Usiseme min suyufil hindi, sema min suyufillah. Manake anamrekebisha tu, lakini kumwambia usifanye. Haja mkataa, akamwambia usinisifu, sitaki kusifiwa mie, usiniadhimishe, sitaki kuadhimishwa. Alimrekebisha pale alipotaka kumrekebisha, kisha akampa na zawadi. Sasa maulidi ndio hayo. Wako masahaba wengi walimsifu Mtume. Hassan ibn Thabit alisema wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talid an-nisa khuliqta mubarra'a min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Abdullah ibn Rawaha akasema law lam ta'tika minhu ayatan kana manzaruhu yatika bil khabar, hata kama hukupata dalili zozote kumhusu Muhammad, uso wake tu utakupa habari zote kwamba huyu ni mtu wa kweli. Zote ni sifa anapewa Mtume Muhammad, na ndio maulidi yanayofanyika. Sasa hadithi inayosema man ahadatha, yeyote yule atakayezua, maana yake atakayezua kitu kibaya. Na bid'a inagawika katika sehemu mbili, kuna bid'atun hasana na bid'atun sayyi'a. Kuna bid'a mbaya na bid'a nzuri. Sasa hizi tulizozitaja huko, mambo ya elimu, nahwu, balagha, sarfa, hatukusikia siku moja Mtume yuko msikitini anawasomesha masahaba sarfa na nahwu.
lakini inamhimili kwamba walikuwepo lughawiyun. Hatukusikia wanasomeshwa fiqh, hatukusikia kuna ibtidai na mustawa na mutawasit na marhala jamiia. Haya yote yamezuka leo, lakini yote ni mambo mazuri, yana maslaha katika umma. Hatuyaiti haya kwamba ni bid'a sayya, ni bid'atun hasana, na inaayidiwa bid'atun hasana na kauli ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab alipowakusanya watu katika msikiti, akawaambia tarawih itabidi niwaekee imamu wenu Ubayya ibn Ka'b awasalishe nyote kwa pamoja, kitu ambacho hakukifanya Mtume SAW. Akawaekea imamu, wakawa wanasali. Sasa siku akapita, akaona wote wamesali nyuma ya imamu mmoja. Sayyidina Umar akasema na'matil bid'atu hadhihi, hii ni bid'a nzuri sana niliyoifanya mimi. Ni jambo ambalo halikuwepo wakati wa Mtume, lakini zuri, lina maslaha katika umma. Sasa ndugu zangu, nimezungumza muda mrefu, na mada hii ni mada pana sana, haitaki masaa madogo machache. Nataka nimalizie kwa hadithi moja ambayo inasema man sanna fil Islam, kuonesha Mtume aliacha mlango wa ijtihadi uko wazi. Man sanna fil Islam sunnatan hasana, mtu yoyote atakayeanzisha, kama maulidi yanaonekana yamebuniwa na kuanzishwa, basi mlango upo kwamba Mtume sema yeyote atakayeanzisha ndani ya Uislamu jambo zuri, falahu ajruha wa ajru man amila biha, basi atapewa huyo alolianzisha ujira mzuri, na yule aliyemuiga atapata ujira wake bila ya kupungua. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'a, na mwenye kuanzisha katika Uislamu mwendo mbaya, basi falahu wizruha, atapata dhambi aloanzisha, na yule atakayemuiga min ghairi an yanqus min wizrihim shay, bila kupungua kitu chochote. Hii inaonyesha wazi kwamba mtu anaweza kuanzisha jambo, likiwa lile jambo limeanzishwa litatizamwa, je, linakwenda sambamba na misingi ya dini au haliendi sambamba na misingi ya dini? Kama haliendi sababa, fa huwa rad. Lakini lina mihimili yake katika dini, ni jambo zuri, basi yule aliyelianza, watu watakaoiga, itakuwa yeye ni sababu ya kupelekewa ujira wa wale watakaomuiga. Wenye kupinga kusema la, man sanna fil Islam, maana yake mtu mwenye kuhuisha sunna ya Mtume, mwenye kuhuisha, yani mwenye kuifanya ile sunna. Wasema hii hadithi imesema kwa sababu kuna mtu alikuja hana nguo, basi watu, Mtume akasema msaidieni huyu. Watu wakawa wanatazamana, akaenda mtu nyumbani kwake akachukua nguo akamvisha, basi watu wote wengine wakaiga. Kwa hiyo je, sadaka ni bid'a? Si ni jambo lilokuwepo katika wakati wa Mtume? Man sanna, nini maana ya sanna? Sanna ni kuanzisha, ni kuanzisha jambo. Hadithi ya Mtume inasema hakuna nafsi yoyote, ma min nafsi yoyote itakayouawa bila ya haki hapa duniani, sema illa wa kana libni adam alawwal kiflun minha, yule mwanadamu wa kwanza yule anapata na yeye dhambi, yule Qabil, li'annahu awwalu man sanna alqatl, kwa sababu yeye ndo mtu wa mwanzo aloanzisha. Alikuwa hakuna kuuana wala haijulikani mtu anakufa vipi, yeye ndo aloanzisha. Kwa hiyo mtu akiua mtu leo bila ya haki, kwa dhulma, yule mwanadamu wa kwanza yule aloasisi jambo hili anapata dhambi. Kwa hiyo sanna ni kuanzisha. Sasa ukisema sanna ni kuhuisha, basi je, kuna kuhuisha sunna mbaya? Maana hadithi inasema man sanna sunnatan sayyi'a, na mwenye kuhuisha sunna mbovu. Mtume alifanya sunna mbovu siku moja, hata uende ukaihuishe? Vitendo vyake vyote vilikuwa vizuri sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tunatoa hukumu walizozitoa ulama katika masala ya maulid. Kwa kumalizia, anasema maulid kwa mtizamo wa tulioyazungumza yana hukumu mbili: ima inakuwa ni sunna au wajib, au hukumu ya pili, maulid yanakuwa ni bid'atun hasana. Ima ni wajib kwa sababu kila kilichozungumzwa pale, Qur'ani tumeambiwa tusome, mawaidha tumeambiwa tutoleane, historia ya Mtume na Mtume mwenyewe tumeambiwa tumthamini na kuisoma. Kwa mujibu wa yanayofanywa pale, ni wajibu watu wayafanye. Au kama hukuridhika na hilo, basi utalieka katika kundi la bid'atun hasanatun, kwa sababu
ni mambo hayakuwepo wakati wa mtume, lakini ni mambo mazuri. Sio kila ambalo hawakulifanya sahaba sisi hatufai kulifanya. Pengine ilikuwa hakuna dharura ya kulifanya wakati huo, pengine hawakuwa, kulikuwa kuna mambo muhimu zaidi yanawashughulisha, na ule utamu wa kuwa karibu na mtume asili zao ni unatosha kabisa kuwa karibu na mtume. Kwa hiyo sio hoja kwamba maadamu hakufanya wakati wa mtume au kufanya salafu salih bayo ni haram. Na mtume alisema ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, hakuambiwa wa ma tarakahu fatruku. Alichokuamrisheni kichukueni, alichokukatazeni katazikeni nacho, na akusema alichokiacha kiacheni. Hakusema hivyo kwa sababu anajua watu watatokea, wataanzisha ijtihadati zao, na ikiwa watapata madhambi, watapata vitu viwili, khairi, ujira mara mbili, wakikosea watapata ujira mmoja, watasamehewa kwa makosa yao. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumshukuru ustadhi wetu, Sheikh wetu Uthman Maalim, jinsi alivyohudhurisha mada yake kwa ustadi mkubwa, ufafanuzi mzito. Wallahi tunathubutu kusema laula ulama lakana an-nasu kal-bahaim. Usingalikuweko na maulama basi watu wangejiendea tu kama wanyama, lakini kwa fadhila na faida ya kuweko maulama kama hawa ndio tunapata kuingia katika misingi mizuri. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, iwe yeye pamoja na sisi kwa kuandaa muhadhara huu ni kafara ya madhambi yetu, na vile vile ni njia ya kupata saada duniani na akhera inshallah. Tusemeni inshallah. Ndugu Waislamu, muda umekuwa mrefu kwa sababu mada yenyewe pia inakuwa ni nzito na ina upinzani mzito. Ni lazima vitu viwe vizito vile vile. Huwezi kuzungumza masahara au kiwepesi tu mada hii, isipokuwa usimame kwa misingi mizito kama alivyofanya Sheikh wetu hapa, jazakallah khair. Hapa kawaida yetu huwa tuna maswali matatu inshallah, na nadhani tuyakaribishe watu wayaulize. Lakini kabla hapo kuna karatasi hapa nimepewa, lina swali liwe la kwanza. Swali hili limeulizwa lakini na ABC. Anasema baadhi ya watu wanaamini ya kwamba inaposomwa maulidi na wakisimama Mtume SAW wanasema Mtume SAW anahudhuria. Je, ni kweli? Kama ni kweli, je, kama kuna sehemu zaidi ya 10 zinasomwa maulidi, je, Mtume SAW atahudhuria wapi kati ya sehemu hizo? Hilo la kwanza hili. B anasema je, baada ya kuondoka Mtume SAW ilipita miaka mingapi ikaanzishwa maulidi? Na C anasema je, yameanzishwa nchi gani? Shekhe atatoa ufafanuzi inshallah, na nakaribisha swali lingine. Shekhe nyanyua mwanzo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swala langu, tukisoma katika kisa cha Miraj tutaona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa katika hii safari Isra, lakini njiani Jibril alayhi salam akamwambia shuka hapa, sali rakaa 2. Akasali rakaa 2. Akachukua hatua nyingine, akenda mbele akamwambia shuka na hapa, sali rakaa 2. Mtume akasali rakaa 2 kama ilivyo safari, mpaka akaimaliza safari yote, akasali maeneo 2 matatu. Sasa ikiwa kapewa amri na Jibril alayhi salam, maana ile amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, je, hatujafundishwa pale kuadhimisha matukufu ya Mwenyezi Mungu? Haitaingia wa man yu'azzima sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub? Hili swali la mwanzo. Pili, bwana Mtume mwenyewe tukimwangalia, Mwenyezi Mungu kamweka
kama ni nguzo ya ibada, halafu kamweka ni sharti katika ibada, hazitimii kalima zako za Uislamu mpaka useme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haikubaliki sala yako mpaka utoe takbir ihram ya kwanza ile Allahu akbar, na mwisho useme Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, utoe salamu. Hii sharti katika sala na ni nguzo. Ukiacha sala imebatilika. 3, tunaambiwa katika dua kwamba ukiomba lazima umtaje bwana mtume kwanza. Sema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ighfirli au Allahumma ighfirli, na uendelee na mwisho umsalie yeye mtume, ndio dua inakubalika. Hii kama ni sharti. Kama kweli shekhi haya mambo yako hivi, mtuthibitishie kidogo. Jazakallah khairi. Swala lingine shekhe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, swali langu ni moja tu. Umezungumza kwamba katika maulidi 100% huwa inazungumza sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nje utakuta watu wanaposikia maulidi yanasomwa hukaribia kupiga wekundu au kufika stage kutaka kuvamia, au wengine hufika stage huziba masikio yao kwa kusikiliza. Sasa je, nini hukumu ya mtu anayechukia sira ya mtume au anayechukia maulidi? Inshallah swali langu ni hilo. Jazakumullah khair. Kutokana na muda inshallah shekhe atajitahidi sana, lakini tuwe wastahimilivu. Tulisema masuala haya au mada hii hahitaji maskhara. Shekhe, haya maswali nafikiri katika 12. Tuanze swala la kwanza kwamba mtume anahudhuria wapi katika maulidi hayo yote. Kwanza, hakuna mtu aliyosema kwamba mtume anahudhuria katika kila maulidi. Haya ni moja katika maskhara wanayofanya baadhi ya watu. Ana huyo mtume tunasikia anahudhuria kwenye maulidi. Sasa leo maulidi yako Mchangani, leo hii yako Mbuyuni, huyo mtume huyo mmoja atakwenda wapi? Sisi tunasema kwanza haifai kufanya maskhara na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inaweza kukupelekea hata ukanyang'anywa ile imani yako ukatoka katika Uislamu kwa sababu ya kufanyia maskhara mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halafu kama umesikia mahala popote kwamba mtume anahudhuria, kuhudhuria kwenyewe walikokusudia ni kumhudhurisha katika nyoyo zao, kama unavyokwenda katika sehemu takatifu za Makka. Unapofanya tawaf baina Safa wal Marwa, unamhudhurisha Siti Hajar kwamba hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya baina al-alamaini, akienda wanasema matiti, yani mbio mchaka. Ukifika ukipiga Jamratul Aqaba, hapa ndipo Jibril Sayyidina Ibrahim alipomwona Iblis akamwambia, inna ru'ya allati ra'aytaha fil manam lam yakun wahyan min Allah inma min ash-shaytan, ndoto uliyoiona ni shetani tu. Ukifika pale unahudhurisha zile pini, kuhudhurisha. Wewe umesikia kuhudhuria, unamhudhurisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati unapokuwa unasimama qiyaman ta'dhiman li rasulillah, kwa ajili ya kumtukuza na kumheshimu bwana mtume, wakati unatolewa habari kwamba anazaliwa. Na wala hawakusema ni faradhi wala ni wajib, wala kusema hadha wa qad istahsana alqiyam inda dhikri maulidihi alsharif a'immatun dhawu riwaya wa rawiya fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alayhi wasallam. Maana watu wengine wanafikiria sisi tunaenda maulidini lakini hatuvijui hivi vitu. Tumehifadhi maulidi yote, tunayajua. Maana kuna watu wengine wanasema mimi sitaki tena kusikiliza mawaidha ya Uthman Malik kwa sababu nimemwona maulidini. Hebu niambieni ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tuna matatizo mangapi ya kuyashughulikia ambayo tumeafikiana sote kwamba ni matatizo. Juzi hapa tuliambiwa katika khutba ya Sheikh Abdullah Talib, Unguja inaongoza kwa mabaa zaidi ya 300.
Kwa nini tusiungane mashehe wote na watu wetu Waislamu tukapiga vita pombe? Tunakwenda kupiga vita maulidi. Kuna mambo ya msingi ambayo tukiungana kuyapiga vita hatuyamalizi mpaka wajukuu wetu watakuwa bado na wao wanang'ang'ania. Hayo tuyafanye. Tusameheane katika mambo kama haya ya maulidi. Inasikitisha, kuna mambo kama nitakwambieni hapa mtatoka machozi jinsi gani watu wengine wanavyochukulia wasomaji wa maulidi. Na maulidi yenyewe haikuwa isipokuwa ni haya mambo nilokuelezeni. Haya mambo hayakuanza leo, wala mimi si mtu wa mwanzo kuyazungumza hapa. Wameyazungumza mashekhi maulama kubwa kubwa, wamekhtalifiana katika mambo na wamesameheana. Ndio imekuja ile qaida dhahabia ikasema nata'awanu ala ma ittafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna. Tusaidianeni katika yale ambayo sote tumeafikiana, na tusameheane katika yale ambayo kila mmoja ana rai yake na wijhatu nadhari yake, anaona mimi hili silifanyi, muache yule anayelifanya, alafu baadaye mwambie njoo twende tukapige vita mabaya pamoja. Ukitoka maulidini njoo na kusubiri mahala fulani tukapige vita ulevi na pombe. Mimi nakwenda maulidi. Haya ndugu yangu, nenda maulidini, lakini mimi maulidi kwangu mimi bid'a, lakini nakusubiri pale. Hivyo ndio tunatakiwa tuwe, kwa sababu sote hatuwezi kukubalia mwelekeo mmoja, lakini tustahamiliane. Lile jambo muhimu tulifanye kwa pamoja. Ndugu zangu, ya maswali ni mengi sana na ni darasa nyingine mpya, na kuna mambo mengi hapa nimeacha. Kulikuwa kuna mambo muhimu nilikuwa niyataje. Mambo yenyewe muhimu, ulama, aqwalul ulama kuhusu maulidi sikutaja mimi. Na mmoja katika ulama ulkibar ni Ibn Taymiyyah, ambaye watu wengi wakizungumzia wanastashhid. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, wanachuoni mkubwa Ibn Taymiyyah amesema. Na huyo Ibn Taymiyyah pia ana neno amelisema kuhusu maulidi. Akasema katika kauli yake mashuhuri ambayo ipo katika vitabu, anasema fata'dhimul maulid wattikhadhuhu musiman, kuadhimisha maulidi na kuyafanya kwa msimu kama hivi tunavyofanya mfungo 6. Anasema qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun 'azim lihusni qadrihim lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na wanavyoyafanya baadhi ya watu, qad yakunu fihi ajrun 'azim, ndani yake qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu fihi ajrun 'azim, wanayafanya baadhi ya watu hayo maulidi na kuna ujira mkubwa, kwa sababu nia zao kumadhimisha na kumheshimu na kumtukuza mtume. Hii ni kauli ya nani? Ibn Taymiyyah. Ibn Hajar al-Asqalani ana kauli, Imam Nawawi, na hakuna mmoja katika maduati isipokuwa na kitabu cha Imam Nawawi, kitabu cha Riyadh Salihin. Kila mmoja ana aqwal juu ya maulid. Imam Sha'rawi, wanachuoni wa juzi zipo aqwal idda wanazungumzia maulid kwamba yambaghi alaina an nubdhila جل جهدنا وأن نظهر المسرات والفرح والابتهاج بمناسبة هذه الذكرى الحبيبة في قلوبنا في كل عام، وذلك باحتفاله بيومه. Imam Sha'rawi anasema, mwanachuoni wa Misri, Mwenyezi Mungu amrehemu, ameshafariki. Imam Suyuti anasema huwa min albid'a alhasana allati yuthabu ala fa'iliha, ni miongoni mwa bid'a njema ambayo mwenye kufanya anapata thawabu. وينبغي على المؤمنين أن يظهر المسرات, waislamu wanapaswa kuonyesha furaha yao siku zile ambazo wanasema ndo siku ya kuzaliwa kwa mtume. Wayut'im, wapate kutoa na vyakula, walishe na wafanye mambo mema. Hayo tunasema. Ibn Hajar al-Asqalani sahibu Bulughul Maram anasema, kitabu maarufu wetu, anasema aslul maulid lam yakun fi salaf as-salih, asli ya maulidi haikuwepo katika salafu salih, yani waliotangulia wema. Walakin ma'a dhalika, lakini pamoja na hayo, hunaka mahasinun ishtamala fi, kuna mambo mazuri yamefungamana ndani ya maulid. Faman taharraha indama yaf'aluha, mwenye kuyachunga akayafanya mambo mazuri hayo wakati anapoyafanya maulidi, kanat bid'atan hasana, hiyo itakuwa ni bid'a njema. Wa illa fala, lakini ndani yake pia kuna mabaya, atakayekuwa hakuyachunga mabaya haiwi bid'a nzuri, itakuwa bid'a mbaya. Kama yapi? Watu wakikaa, wanawake na wanaume, watu wakikaa katika maulidi lakini malengo yao sio maulidi, malengo yao labda mtu anamfuata mwanamke, na hayo ni mambo maarufu. Hata wakati wa hijra mtume alisema kuna wengine walikuwa hawahami kwenda Madina kwa sababu wanahama kwa dini yao, wanawafuata wanawake kule, na maulidi pia vile vile wapo. Hayo hatuyaungi mkono, yanapigwa vita. Ndio mtume akasema
man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hakusema mtume haifai tena hijra kwa sababu kuna watu wengine nimesikia wanawafuata wanawake, na sisi hatuwezi kusema maulidi hayafai tena kwa sababu eti kuna watu wanawafuata wanawake maulidini. Yale mabaya yanaondoshwa, mazuri yanabaki. Kuhudhurisha bwana mtume sio kuhudhuria yeye mwenyewe, na kwa Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo linashindikana. Swala lako la pili, ewe muulizaji, unasema mtume sallallahu alaihi wasallam, je, baada ya kuondoka kwake ni miaka mingapi? Takriban karne 3 zilipita, na tukasema sio hoja wala sio dalili inayotufanya sisi tusifanye jambo ambalo hawakulifanya wale waliopita. Nikasema huenda ikawa katika wale waliopita hakukuwa na umuhimu wa kulifanya jambo fulani, wala lam tad'il hajatu ilaiha, wala haja na mahitajio yao hayakuita kulifanya lile jambo kwa wakati ule. Na tumetolea dalili nyingi hapa kwamba kila kinachotokezea hai kwamba ni bid'a. Kuna mambo ni maslaha kwa umma yanatokea. Kwa hiyo katika daulatul Fatimiyya kama wanavyosema, au al-Malik al-Muzaffar ambaye ndo aloasisi la kuanzisha maulid katika mwezi wa mfungo 6, na alikuwa ni mtu taqi wari, akifanya juhudi kubwa ya kuadhimisha maulidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio historia fupi ya maulidi. Na hii daulatul Fatimiyya ilikuwa huko Sham na Misri, na ndio sehemu hizo ambazo harakati hizi njema zilianzishwa. Swala la Sheikh ametoa sharhi nzuri sana, na kama amechangia katika mada kwa hakika kuadhimisha. Ametaja baadhi ya nukat muhima alizozitaja hapa, akasema aliambiwa sali hapa, akaambiwa sali hapa, ni dalili ya kuadhimisha zile sehemu. Naona anakwenda kule katika istinbat al-ahkam kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahih, siku ya Ijumaa imeboreshwa sana. Akataja miongoni mwa mambo mengi, moja katika hayo akasema wa fihi khuliqa Adam, na hii siku ya Ijumaa tunaiadhimisha kwa sababu ndo siku alozaliwa Adam, maana yake ndo siku aloumbwa. Kwa hiyo moja katika malengo ya kuadhimisha hii siku ya Ijumaa ni siku amezaliwa baba yetu Adam, ambayo kimaana inakwenda kule katika kuadhimisha matukio makubwa. Siyakumbuki masala mengine, lakini suala lako msema nini hukumu ya mtu ambaye anachukia bilfi'l, mtu anayechukia sira ya mtume, kwa sababu uchukii maulidi wewe. Sasa hapa tumesema kana Rasulullah shadid alhaya, wewe ukimsikia mtu anaghani bosema msikilize, anaregeza sauti, msikilize anarembua, au msikilize anafanyaje. Yani ndugu yangu Muislamu, haifiki mahali ukasema hawa ni ndugu zetu, wana hoja zao wanazozitegemea, kwa sababu haya tuliyoyasema yote umeona kwamba ni tasfiul ahlam, hayana maana yoyote, upuuzi mtupu. Hii istinbatul ulama ajilla na wakubwa. Nimemtaja Ibn Taymiyyah, sio mtu wa mchezo. Nimemtaja al-Imam Suyuti, sio mtu wa mchezo. Ibn Hajar al-Asqalani, sio mtu wa mchezo. Imam Nawawi, kitabu cha Riyadh Salihin leo sio kitabu kimoja tu, vitabu vingi. Al-Adhkar alichokitaja, hawa ni watu ambao fadhila kubwa. Na Imam Shafi anasema al-bid'a bid'atani, bid'a ziko mbili, mahmud wa madhmum. Iko bid'a ambayo inachukiwa na bid'a ambayo inasifiwa. Ma wafaqa shari' fa huwa mahmud, itakawafikiana na sheria bid'a hiyo inasifiwa. Wa ma khalafahu fa huwa madhmum, bid'a itakayokhalifiana na sheria hiyo inafaa kutupwa, haifai. Sasa maulidi, swala jiulize, yanaafiki na sheria hayaafiki? Utapata jibu. Sasa kinachokera zaidi ni ile utashi wa kimadhehebu, kwamba mimi sasa nikiwaunga mkono hawa nitaonekana nimekwisha. Mimi sasa nikibadilika, sasa usiogope kubadilisha misimamo. Abu Yusuf alimwambia Imam Malik, nimekusikia unazungumza habari ya kipimo cha saa, sisi ilikuwa tofauti na unavyoona wewe, lakini leo nimepata dalili. Walau kana sahibi hayyan la raja'a kama raja'at, mimi nimerudi. Na ingekuwa Abu Hanifa yuko hai, angerudi akabadilisha yeye kauli. Au mختلفiana wanachuoni wakubwa kama nilivyokhtalifiana nao mimi.
Imam Shafi madhehebu yake alikuwa akibadilika kwa sababu ya hoja. Kwanza ilikuwa kumgusa mwanamke sio haitangui udhu. Ilikuwa kumgusa mwanamke ambaye ni kizere, haitangui udhu katika madhehebu yake. Lakini alipofika Misri akawa na Misri mmoja yuko katika River Nile anaimba, anaghani, anaimba, anamsifu mwanamke wake kizere. Akasema ala, kumbe hata vizere pia wanapendekeza anatangua udhu. Hayo mambo inakwenda. Sasa ndugu zangu, lazima mtu atafute dalili na hoja. Asije mtu akasema haya bwana upuzi mtupu. Anaona wanachuoni wote, hajaniona mimi manake nimenakili walionakili wanachuoni, nimeyasema walioyasema wanachuoni, walioyaeleza ulama kibar. Kwa hiyo tasfil ahlam na kuwafanyia madharau na kuona ni wazushi wakubwa wanafanya munkar, kwa hakika si sahihi. Na watu hata wa maulid tunazungumza, wewe unaopiga maulid wasiwatukane ambao wanakataa maulid, wala waambie wao wana rai zao, wana misimamo yao, na sisi tunawaheshimu. Hawataki, na hivyo ndivyo, na ndio maana tunawaalika baadhi ya watu wenye misimamo mbalimbali katika misikiti yetu, kwa sababu ni ndugu zetu Waislamu. Mimi hasa katika msikiti ambao ni imam, wapo watu chungu zima ambao wao hawapendi maulidi na nawajua, lakini nawaambia njoni mtoe mawaidha, na wanakuja. Sasa si sababu ya kwamba tunakhtalifiana katika mambo madogo, tena ni katika furu. Lakini wao badala ya kuheshimu ile, wengine wanakuja lile tunalolifanya wanalisema katika misikiti yetu. Sisi tunawaita watu waje wawasikilize, afu wao wanakuja wanaita watu naambia maulidi ni haramu, ni bid'a. Wale tumewaita sisi. Iko wapi insafu? Unatukana, unatufanyia maskhara. Huu ndio Uislamu? Haiwezekani. Hatuwezi kuishi hivi. Na watu wakitaka kuishi salama waheshimiane. Watu wote hawawezi kuwa sawa. Mimi nawajua mashekhi wakubwa hapa Unguja wana misimamo tofauti na yetu, na tunawaheshimu, na ni watu wazuri, na ni watu wakubwa, na pengine wao wanampenda mtume zaidi hata kuliko wale ambao wanaenda kwenye maulidi. Hatuwezi kujua, lakini tunawapa heshima kwa sababu na wao wanatupa heshima. Kitu kikubwa ni heshima. Tusitukanane katika viriri, tuambizane tu hoja. Mimi yangu hii nimekinai nayo, na wewe yako hiyo umekinai nayo, wewe endelea na mimi naendelea na yangu. Hili ndio jambo ambalo ningependa kulizungumza. Kwa hiyo mwenye kuchukia vitu kama hivi, sisi tusitoe hukumu juu yake, tumfahamishe kama tulivyofahamisha. Atafahamu siku moja, na inshallah watu wote watakuja kurealize. Watu wengi walipingwa, hata Ibn Taymiyyah alipingwa katika mambo mengi sana, lakini leo yanaonekana aliyesema. Sasa watu wengi wameanza kuyaadmire na kuyachukua na kuyatumia. Kwa hiyo ni kuambizana tu kwa upole. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.